Kwa hivyo leo sitarudia kabisa yote, lakini inafanana ya kwamba katika maisha ya ndoa, watu walipoanza ndoa ikakuaje. Leo ndio tutaangalia maneno kama haya, na kabla hatujaanza na tuombe. Baba mtakatifu, ni asubuhi njema, tunajiweka mikononi mwako tukikushukuru kwa sababu ya vipindi vingi ambaye umeturuhusu tuweze kupeperusha katika studio hii. Na nami ninapokuja na Family Life, Baba uniongoze na unipe hekima, na wale wasikilizaji Mungu wetu huwa pamoja na wao, nikiomba yote kwa jina Yesu Mwokozi wetu, amen. Tuatua katika maisha yako. Leo nataka niangalie mambo 10 ambaye ngono ina faida. Unajua watu wanaona tu kama ni kitu ya kufanya tu hivi lakini kumbe ina faida zake. Andika pale kama unaandika faida 10 za ngono. Huongeza urembo kwa mama. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Ya kwamba mama anapofanya tuatua kila mara, ngozi yake inakuwa nyororo. Hata wa mama ambao umefika menopause, unaona ngozi yake ni nyororo, unaona yeye anaonekana tu smooth. Kwa hivyo mama ina faida yake. Usione kwamba hii maneno ati unajoshwa naye unachoka. Alafu unasema hata mimi nimechoka na hii maneno kila siku kila wakati. Na sisemi kila siku, ni watu kujielewa kwa nyumba yao. Kwa hivyo faida ya kwanza ni kuongeza urembo. Faida ya pili ni ya kwamba msunguko wako wa hedhi ukaa salama. Msunguko wa mama, the menstrual cycle, huwa inailainisha, inakuwa sawa. Kwa hivyo hiyo ni faida ya pili. Faida ya tatu ni kwa wanaume kuboresha mbegu na kutungiza mimba. Labda wewe imekuwa ngumu kutungiza mimba. Sasa ukikuwa na tuatua kila wakati, unakuta ya kwamba na wewe unaanza kuboresha mbegu yako na unatungisha mimba haraka sana. Kwa hivyo mzee, usiogope, usikae kana kwamba ulinyeshewa na mvua. Hapana, wewe be active. Faida ya 4 ni ya kwamba huongeza kujiamini. It gives confidence. Inaongeza kujiamini kwa mwanamume. Akiamka anaona ako very confident. Hata mimi nashuhudia ya kwamba mzee akikaa vizuri, utaona asubuhi anaamka anakuambia, wapi shoga nikupasulie kuna mama. Anapasua kuna yes, all the confidence. Ameamka na furaha, ameamka na ujasiri yote. Kwa hivyo huongeza confidence. Namba 5 ya kwamba humarisha kinga ya mwili. Inasaidia immune system. Inamarisha kinga ya mwili. Wewe hautakuwa unagonjeka kila wakati. Inamaliza. Kwa hivyo ya kwamba inakupa kinga. Faida nyingine ni ya kwamba urefusha maisha. Urefusha maisha yako. Fanya maisha yako kuwa mrefu. Unaishi maisha siku nyingi, miaka mingi. Kwa hivyo unaona faida ndiyo hiyo. Mungu alijua ni kwa nini akatupatia. Faida nyingine ni ya kwamba huongeza uwezo wa kunusa. Kama uwezo wako wa kunusa imeenda mbali, hii inaongeza uwezo wa kunusa. Unakuwa very sensitive katika upande wa kunusa. Inasaidia sana. Halafu husaidia kwa kuondoa msongo wa mawazo. Kama hutaki stress, msongo wa mawazo, kwa sababu baada ya tuatua watu unalala vizuri sana. Una relax, unakuwa salama, hauna mawazo, hauna msongo wa mawazo. Namba 9, huleta usingizi. Huleta usingizi. Unaona watu ambao
wanalala vizuri, hata anastukia tu masaa imefika asubuhi, anasema na imefikaje asubuhi? Hata alikuwa amepanga amka saa 11, anastukia ni saa 12, anasema na usingizi imenichukua tu mapema namna gani? Unaikumbuka wiki jana nilikuwa nasema mtu amekimbia mzunguko wa super highway, ameenda rounds 3 super highway, na asubuhi anaamka na morning glory, alafu morning glory inamchukua na usingizi mzito. Unaona mtu analala. Kwa hivyo naongeza usingizi. Namba 10 ni ya kwamba usaidia kuondoa maumivu ambayo mtu anasema kichwa inaniuma, sijui mwili wote, sijui nini, inamaliza. Kwa hivyo ya kwamba Mungu alikuwa na kusudi kwa nini akatupatia. Mwelekezi wangu, una swali? Nitauliza baadaye. Kwa hivyo mimi nataka niulize swali. Kwa nini watu wakisha wanakaa vizuri mwaka ya kwanza, wako kwa honeymoon, maisha ni mazuri, wako na furaha, na baadaye unakuta maisha imeharibika? Maisha kwa baada ya mwaka 1-2 baada ya honeymoon, maisha sasa imekuwa mbaya. Ni nini imefanyika? Nataka nikwambie, katika maisha ya ndoa Mungu anasema ni kama chakula. Ni kama chakula yote ukipika tu ini utakuta kama ungekuwa na wamama wengi wako, alafu wapika mboga waleta hapo, kila mtu na sufuria yake, utaona kuna mboga ya mama, mboga yote ni sukuma, yote imewekwa hapo, lakini upishi inatofautiana. Utaona mwingine amepika yake vizuri sana, ameweka vitu mzuri, viungo, roiko, nini, mpaka ukionja unaona hata macho peke yake nasema kula hii, waachana na hii. Unaona watu wana chakula kulingana na upishi. Kwa hivyo hata katika pia ndoa yako usifika mahali ukakaa fwa, yaani watu wakakaa fwa. Na nataka niseme ya kwamba makosa ni ya kwamba everybody there anachukua mwenzake for granted. Don't take your friend just for granted. Yaani unaona nimeoa siaka hapo. Sasa unajikalia tu fwa tu, yaani hata ujali, hata ufanye chochote, you are taking for granted. Na kwamba kila mmoja anahitaji appreciate mwenzake. Appreciate mwenzako, furahia mwenzako. Na katika maisha ya kukaa vizuri, ya kuongeza, ni kwa sababu nimesema ya kwamba ni kama chakula, unahitaji ukaongeze upendo. You must not take each other for granted. Appreciate. Na lazima muwe na mambo ya kuzungumza kila siku. Najua mkiwa na mambo ya kuzungumza kila siku, mna connect na mnajaza. Na nataka nikwambie ya kwamba katika maumbile ya mwanadamu ametuumba na umbu na baada ya